Precious everlasting Father, we want to thank you for this day. We want to thank you, Jehovah God, for another month that you have given unto us. What a blessing it is, O King of Glory, that as we begin the month of February, we are beginning it, Jehovah God, on your altar. I pray in the mighty name of Jesus that today, Lord, you are going to release grace upon us. Utaachilia neema juu yetu ambayo itatuwezesha kuweza kuyafikia makusudi na malengo yote ulionayo kwa ajili yetu. Kwa jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Salimia kama watu 4 5, mwambie mtu kuwa tayari kubarikiwa. Amen. Hallelujah. Speaker. Amen. Tunaweza kuketi kwenye uwepo wa Bwana. We can take our seats in the presence of the Lord. Amen. Bado nimeokoka na mpenda Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen. Na tukiwa tumeketi tu appreciate Yesu kwa sababu ya mama yetu Reverend Christine Mwarandu. Amen. Amen. Mama, Mungu akubariki sana. Asante kwa kuweza kuniruhusu kusimama mbele ya watoto wako hawa. Wewe ni jungu kuu ambalo halikosi ukoko. Kwa hivyo kama ni kuongea ungeongea tu mwenyewe, lakini ulipendezwa na ninaamini Mungu alikutumia unipatie nafasi ya kusimama mbele ya watu hawa. So natumia imani yangu na imani yako ya kwamba Mungu leo atabariki watu wake kwa jina la Yesu. Amen. Can we appreciate our leaders, our pastors, pastors' wives, deacons, deaconesses? Amen. Nimeokoka na mpenda Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naendelea kujitahidi. Bwana asifiwe. Ili baada kila kitu kimeshatendeka na nimemaliza wakati ya uzima. Amen. Nataka tuende kwa neno la Mungu and we are going to speak. Leo naomba Mungu anipatie neema ya walimu. Nifundishe tu kwa kifupi, kwa maana kuna masuala mawili muhimu ambayo lazima tuyafanye yote leo. Amen. Niombe so that the Lord is going to give me utterance for your sake, so that you are going to get something today in the name of Jesus. Proverbs chapter 4 verses 23. Proverbs chapter 4 verses 23. Proverbs chapter 4 verses 23. Hallelujah. Nikupatie utangulizi kidogo wa neno hilo. On Friday tulikuwa tumeenda mahali kidogo na mama, najua atakuja seme kupeana full report, lakini alituchukua kadhaa na tukapanda na yeye mlimani. Bwana asifiwe. So on the Friday jioni nikasema wacha nikunywe kahawa ili nisaidie kuweza kukaa alert, kwa maana nilikuwa nimefanya kama mkesha Thursday. So on Friday nilikuwa nataka, kwa maana ni siku ya kesha pia nikuwe na wakati, because we had only 2 nights at Heaven's Gate. So nikaenda nikachukua kahawa, nikatengeneza kahawa. Bwana asifiwe. Kahawa ikasumbuana na tumbo langu sana sana. Kaenda kanisani. Nikiwa kanisani nikajisikia hata kama ambaye hakuna hewa. Katoka, karudi kwa room yangu, kajilaza pale, kasumbuka. Baadaye nikapata usingizi, ambapo kwangu naweza kusema it was not a normal thing. Baada ya kusumbuka vile nilivyokuwa nimesumbuka, alafu nikapatwa na usingizi ambao si wa kawaida. Kila mtu anajuaga vile anapataga usingizi, si ni kweli? Sapa kulikuja tu ka usingizi ambako kalikuja na amani nyingi at once. Ni kama umedungwa dawa ya kulala. Kukaingia mtu na ubao kwa room yangu. Paka nikasema ni vile room yangu nilikuwa sifungi ama vipi. Kaingia mtu na ubao kwa room yangu. Akaanza kuniandikia mambo. Kaniketisha. Akaanza kuniandisha. Bwana asifiwe.
Na akanambia nikija nikumbushe watu wa Mungu kitu kimoja. We don't fast and pray to compel God to do what we want. Bwana asifiwe. Kanambia watu wangu kama wanaweza kufunga na kuomba ili wajinyenyekeshe. Bwana asifiwe. Ili Mungu aweze kufanya kitu katika mioyo yao. Ili mioyo yao kama ilikuwa ni ya mawe iwe ni mioyo ya nyama. Ili huyu mtu aweze kutoshea katika makusudi na mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Na kasema kitu kikubwa ambacho tuko nacho saizi, ambapo we really need the Holy Spirit, na katika ushirika wetu tumakinike sana, ni kutoa ile the Martha syndrome. Na nielewa jameni? Bwana asifiwe. Martha, Yesu amekuja kwake, lakini she was too busy to be able to notice anything that Jesus was doing there. So Martha missed out, not because the Lord was not present, but Martha missed out because she was so busy in the presence of the Lord with other things, not with the Lord. Praise God. And then she missed out on what God had for her. And I'm praying for you that that is not going to be your case in the name of Jesus. May the Lord help me and may the Lord help you. Praise the Lord. So today we want to look at a topic that the Holy Spirit has just led me to be able to put a little bit of a foundation. I don't know kama tutapata nafasi wakati mwingine wa kuendelea na mada hii, lakini Roho Mtakatifu ameniambia kwamba tuzungumze kuhusu guarding your heart. Guarding your heart, kulinda moyo wako. Proverbs 4:23 ni memory verse kwa kila mtu ambaye alikulia kanisani, anapaswa kuwa anaijua. Memory verse, Proverbs chapter 4 verses 23. It says, New King James inasemaje? Keep your heart. Hebu rudia nyuma yangu, sema memory verse, Proverbs 3. Wengine wamekuwa watu wazima. Sikiliza, kwenda mbinguni lazima ukue mtoto. Turudie tena, sema memory verse, Proverbs chapter 4 verses 23. It says, keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Amen. Jipigie makofi. Amen. Amongst the things that the Lord has given unto you, there is nothing that is as precious as the heart that you possess. Kati ya vitu ambavyo Mungu amekupatia, hakuna kitu kilicho na thamani zaidi ya moyo wako. Bwana asifiwe. Moyo wako ni muhimu na una thamani zaidi ya maumbile yako. Amen. Moyo wako una thamani zaidi ya vipawa vyako vyote ulivyo navyo. Moyo wako una thamani zaidi ya mali yote ulionayo. So kuanzia leo, wakati ambapo una count vitu vya thamani ambavyo uko navyo, anza na moyo wako. Moyo wako uko pale mbele. Moyo wako, Bwana asifiwe, thamani yake haiwezi kulinganishwa na vitu vingine vyote ulivyo navyo. Bwana asifiwe. In fact, vitu vingine vyote vya thamani ambavyo umevipokea, moyo wako umechangia kwa wewe kuweza kupokea vitu vya thamani ambavyo uko navyo. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Chukulia moyo wako kama a treasure box. Chukulia moyo wako kama a treasure box. Chukulia moyo wako kama kijisanduku cha kuhifadhi vitu vya thamani. Praise God. Na kijisanduku hiki, ama tuseme safe,
ama tuseme bank, ambao ni ya kuhifadhi vitu vya thamani. Praise the Lord. Sasa ikiwa ni safe ya kuhifadhi vitu vya thamani na bank zinalindwa, si ni kweli jameni? Bank hailindwi kwa sababu ya uzuri, hailindwi kwa sababu ya the magnificence of the building, lakini inalindwa kwa sababu ndani kuna vitu vya thamani vinawekwa, si ni kweli jameni? Na banki imekuwa designed in such a way ya kwamba pale mahali ambapo pesa zinawekwa, I think inaitwa vault. Bwana asifiwe. Hii vault, it's a special chamber ambayo kama ina combination, ni watu wachache sana ambao wanaweza kufikia kwa vault na kuwa na combination ya ile safe ama vault. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Alafu kunakuwa na askari kwenye benki ndani na nje, si nje peke yake, ndani na nje. Hata usiku akisema wamefunga, kuna banki zingine ambazo hata usiku akifunga kuna askari wanafungiwa ndani, kuna choo huko ndani. Bwana sifiwe. Watabeba snacks zao huko ndani, na kuna wengine watakaa nje. Ule ulinzi umewekwa pale ni kwa sababu ya kile kinachokaa ndani. Bwana sifiwe. Sasa hapa Mungu anazungumza na kinywa cha mtumishi wake hapa, anaitwa nani huyu? Solomon. Solomon anatupatia maelekezo, which I believe it's a revelation that he received from God. Na anasema ya kwamba linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Moyo unalindwa zaidi ya ndoa inavyolindwa, na moyo ukilindwa vizuri, ndoa itakuwa salama. Kwa nini moyo ulindwe? Kwa sababu kutoka ndani ya moyo ndipo ambapo kuna chemichemi za uzima. Amen. Kumaanisha kwamba the quality of life that you live here on earth, it is determined by the state of your heart. The quality of life that you will live here on earth, it is determined of your heart. Another statement: you have no one else to blame for your predicament but yourself and your heart. Kabla ya kuanza kutoa ama kuota kidole wenzako, jirani yako, Bwana asifiwe. Adam, kwa nini umejificha? Ni huyu mwanamke uliyenipatia. Bwana asifiwe. Kabla ya kuanza kusema ni huyu, mapito unayoyapitia, yawe magumu, yawe ya uchungu, yawe ya machozi, yawe ya mikosi, usianze kuangalia pepo kwanza, sawa? Anza kuangalia moyo wako, because according to this scripture there is a quality of a heart that you can have, and by that you can thrive any place. Kuna aina ya moyo ambao unaweza kuwa nao, na huo moyo ukiwa nao ukafanikiwa katika mazingira yoyote. Sema amina. Na kuna aina ya moyo unaweza kuwa nao, Bwana asifiwe, ukakusababisha ukafilisika na kuaibika na kuumia popote ulipo. Yaani kama moyo wako, sikiliza, kuna watu wanasema kwamba kuna kuagana anga fulani unatembea nayo. Kuna wakati nilikuwa naongea na mtu nikamwambia, shida si misimu, shida ulionao ni ya kwamba unatembea na vita vyako, kwa sababu ya aina ya moyo ambao umeruhusu ukawa nao. Bwana asifiwe. Because the state of heart is not a permanent state.
The state of a heart is not a permanent state. Takupatia mfano. Leo kama moyo una furaha na umechangamka, nikikupata nikikusalimia, habari yako? Mzuri sana pastor. Lakini kama moyo wako umeanza kutatizika, naweza kupata tena nikwambia habari yako na kusalimia, mzuri. Bwana asifiwe. Wako sasa umefika mahali ambapo sasa uko ICU. Habari yako? Habari zangu utaziweza. The same person, the same greeting, different energies ama different responses, na zimechangiwa na the current state of the heart. Sa shida ya moyo ni huo, kwamba moyo, the state of the heart, kama unaandika hivyo, it's not permanent, it's not a fixed state. Kuna mtu Januari alikuwa na roho safi, Februari anaweza kuwa na roho chafu. Bwana asifiwe. Kuna mtu mwaka alivuka na sifa na shangwe na vigelegele, lakini saa hizi hata watu wakiimba anaguna na kufanya midomo hivi. Amefanywaje huyu? Na tunapewa ni mchangamfu huyu. Shida ni nini? Moyo umegeuka, moyo umegeuzwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ndipo hapa mwandishi anazungumza, anasema katika kulinda moyo, napenda kizungu vile anasema, guard it with all diligence. Bwana asifiwe. With all diligence. In that diligence unaweza kuweka pia wisdom hapo ndani, unaweza kuweka knowledge hapo ndani, because you want to be diligent. Bwana asifiwe. Unaweza kuweka steadfastness, yani haulindi leo na kesho ukaenda off. Round the clock unahakikisha kwamba moyo wako unaulinda. Walindwa nyumbani, walindwa kanisani. Bwana asifiwe. Walindwa kwenye ndoa, unalindwa kazini, moyo. Unalindwa asubuhi, unalindwa usiku. Unalindwa hata kwenye ndoto, moyo. Kwa nini? Kwa maana huu moyo kama utashambuliwa, kwa maana mashambulizi ambayo shetani huyaleta, anayaleta kwenye moyo. Na moyo ukishambuliwa, ni rahisi sana kwa mwili kushambuliwa. Moyo ukishambuliwa, ndoa inashambuliwa haraka sana. Utamwona mwenzako ambaye unampenda kabisa, Bwana asifiwe, na ulipokuwa unamchumbia ukamwambia kwamba siwezi kuishi bila wewe, lakini umuone leo na useme hiki kimwanamke hata kimekuja nini kwangu, hiki kimzee kiangalia hata vile kinangorota, siku hizi ananuka uzee huyu, hata perfume msaidii. Bwana asifiwe. Praise the Lord. So every time, hata hapo ukiwa umeketi, one of the things that you do, it is to make sure that you guard your heart. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Sasa na kwa maana moyo uko hivyo, when the Lord God deals with us, he doesn't look at outside, he looks at the heart. Bwana hutazama moyo vile ulivyo, Bwana hatazami nje vile kuliko. 1 Samuel chapter 16 verse 7. 1 Samuel chapter 16 verse 7. The Lord God is interested with the heart. First Samuel 16:7, tuwekeo kwenye screen kama ipo.
But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or his physical stature, because I have refused him. Ni kumaanisha mtu alikuwa na appearance nzuri sana, si ni kweli? The physical stature ya huyu mtu ilikuwa ni ya kuvutia. It was commanding attention. Na hata Samuel kama mwanadamu, kwa maana ni mwanadamu na anatazama na nje, akamwangalia akasema, surely this must be the anointed of the Lord. The Lord God cautions him, do not look at his appearance or his physical. Your neighbor, do not look at his appearance or his physical stature. Wengine hata wameogopa kuambia jirani. Geukia jirani mwingine kama huyo amekataa kukwambia. Mwambie jirani, usitazame nje wala sura. Amen. Shida kubwa ya wanadamu ni hapo sasa, watu tunatazama nje ama sura. Na ndio wanadamu tumekuwa masters wa kuleta muonekano wa aina fulani. Amen. Bwana sifiwe. Kila nyumba ina kioo, na niko very sure ya kwamba hakuna mtu kati yetu ambaye ameamka na hakuangalia kioo mahali. Na kuna uwezekano kwamba bidii ulioitia kubwa ni ya your outward appearance. Bwana sifiwe. Leo nitaslay. Leo na hiki hatu ninavaa, nikiingia lazima wataiona, wajue kwamba nimefika leo. Bwana sifiwe. Haleluya. Hii suti yangu naongezea na kama huwa hapa juu, lazima wajue nimefika, ndio yule mzee tumeingia. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Ukang'ang'ania fashion ambayo hata ingine uvaagi, lakini leo umevaa. Umevaa, umefunga kitambaa kikiangalia mashariki. Outward appearance. Bwana sifiwe. Kwa maana outward appearance ni nzuri, ukaongeza na foundation nzuri kwa uso. Foundation. Na ukafanya uone kama ina crack kama crack. Akio. Bwana sifiwe. Umefika. Ukaeka lipstick, na juu yake ukaeka lip gloss. So imestick na ita glow mbele ya watu. Ili ukismile unafanya nini? Wacheni kuficha midomo kina mama. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Mwambie jirani it's okay. Angalia kama anakaa vizuri, mwambie unapendeza, unavutia. Nakaa poa. Maana mwingine labda yo compliment hajaambiwa na itaponya tu. Wengine wamekataa hata kuambia jirani. Bwana asifiwe. Sasa sikiliza, unaona moyo wako, kama unaweza kuweka bidii zaidi ya vile unavyoweka nje, utakuwa mbali zaidi. Sijasema usiweke bidii nje. Bidii nje lazima iwekwe. Bwana asifiwe. Hatuwezi kuja kanisani tukikaa kama mahali shababu. Bidii nje lazima ifanye nini? Sasa ile bidii yako ya nje imultiply, alafu ya ndani kwa moyo wako. Hakikisha in keeping your heart. Sawa? You are so diligent about your heart. And in keeping your heart, New King James Version nasema keep your heart. Now, in keeping it, there is the nourishing of it. Kuna kuhuisha huo moyo. Tumesema it's a treasure box. So you want the value of your treasure box to increase more and more. So what you are going to do ni kuhakikisha kwamba unachukua vitu vya thamani, vito vya thamani, precious ornaments, ukiziweka ndani. Amen. Katika imani unaongeza matumaini. Kwenye matumaini unaongeza upendo.
Bwana asifiwe. Upendo unapokuja unaongeza usafi. Bwana asifiwe. Alafu usafi unafunganisha na kifurushi kinachoitwa amani. Unaona hivyo vitu vitano hivyo ni kama mkono. Imani, that is faith. Bwana asifiwe. That is hope, second. The third thing, Bwana asifiwe, that is love. Love is the principal thing. Sio kweli jamani? Ndio maana tumesema ni vitano. Katika vidole vyangu kile kirefu zaidi, love. Bwana asifiwe. Alafu kitoka hapo kwa usafi. Alafu na vifunganisha hivyo vyote na nini? Amani. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwaka huu mtu yeyote asichukue amani yako, asiondoe amani yako. Mapito yoyote ya maisha unayoyapitia yasiondoe amani yako. Kwa maana amani ikiondoka, nao your parcel inakuwa imefunguka. Tunasema amani ndio nini? Kifurushi. It's a parcel. Ni ile kamba ya kufungia hiyo parcel, amani. Bwana sifiwe. Ambao uko ndani umerap nini? Tumesema nini? Imani. Pili tukasema nini jameni? Matumaini. Tatu tukasema nini? Ine tukasema nini? Usafi. Hebu turudie tena. Kwanza tumesema ni nini? Wengine waongei. Muulize jirani, pastor amesema ya kwanza ni nini? Ya kwanza ni nini? Ya pili ni nini jameni? Matumaini. Lazima ukuwe na matumaini. Leo mambo hayako mazuri, lakini kutafunguka hapo mbele. Matumaini. Weeping may endure for a night, but joy comes. Tacheka tu kesho. Leo ninaguna lakini kesho. Leo nimelala njaa lakini kesho tashiba. Hii relationship imekataa lakini bado nitachumbia. Tuko sote jameni. Praise the Lord. Alafu ya tatu ambayo ni ya muhimu na Mungu anaitaka ikae katika moyo wako, upendo. 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 This one commandment, Jesus says, I give unto you, love one another. Bwana sifiwe. Amri hii moja na waachieni, ya kwamba mfanye nini? Mwambie jirani, tafadhali tupendane. Geukia mwingine mwambie jirani, na kupenda by force mwaka. Ndio maana wengine wanasema nakupenda lakini anaangalia mbele. Nikajua ana visualize jirani yake nyumbani. Jirani, nakupenda by force. Bwana sifiwe. Unajua kusema nakupenda ni rahisi, lakini huo upendo ili uje kuna vitu ambavyo lazima utavifanya. Utajilazimisha hata kama moyo hautaki. Bwana sifiwe. Sikiliza. Because we have the Holy Spirit of God, kuna wakati ambapo hisia zako itabidi uzizime na uruhusu Roho Mtakatifu akuongoze, usiongozwe na hisia zako. Ambaye jirani, hiyo ndio maturity. Sia kwamba ndani haumi, unaumia. Bwana sifiwe. Lakini hautaongozwa na kuumia. Hautakubali hiyo siku badilishe the atmosphere of your house simply because your husband amesahau ya kwamba ni birthday yako. Sasa tunakuja kuuliza, "Mom, utakula nini leo?" Si unikule hata mimi. Tutajafanya kitu. Issue ni nini? Kai. Na ni mama kona zaidi ya miaka 40. Birthday yangu. Bwana yangu amesahau birthday yangu. Bwana sifiwe. Haleluya. Hata sikisauliwa ulishazaliwa.
Kile cha muhimu si umezaliwa. Mwambie jirani, ile ya muhimu umeshazaliwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata ikisauliwa ukwe na nini? Amani. Valentines inafika jamii. Inakwanga tarehe ngapi? Nimesikia Saprado wameisema sana. Inakwanga tarehe 14 of Feb. Bwana asifiwe. Na unangati church, kuna churches kadhaa ambazo hiyo siku napata wamevaa red, the color of love. Bwana asifiwe. Valentines imefika, na wakukupenda amesahau ya kwamba ni Valentines. Kumbuka hata nakuitanga mpenzi, kumaanisha anakupenda hata pasipokuwa na Valentine. Kana hii amen. Pastor leo atapendwa kweli leo huyu mtu atapenda pastor. Bwana asifiwe. Mtanipenda by force. Praise the Lord. Hallelujah. So tumesema ukitoka kwa amani, kwa nini? Kwa upendo unaenda kwa nini? Purity. Kidole cha pete ni purity. Purity. Sipete imekuwa kwa hicho kidole. Usafi. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna mfano ambao baba alikuwa anapenda kuutumia. Anasema jameni, upikiwe pilau nzuri ama wali wa nazi ama biriani, Isaya, sombe na ugali wa nini? Na ugali wa muogo, na pale kuna kakipande kasamaki wa kupika mbichi kako pale, smoked fish. Amen. Alafu Isaya, tuweke kakipande kadogo hivi kashonde hapo juu. Si utoe tu kwa kashonde afu kule ailiki. Bwana asifiwe. Sasa hiyo inamaanisha nini? Vitu vyote vya thamani ulivyo navyo, kama wewe si msafi, Bwana asifiwe, itakuwa vigumu sana ya kwamba Mungu awe na nafasi ya kuweza kufanya kile anachotaka kufanya na wewe, ama hata watu waweze kupokea uthamani ulionao. Bwana asifiwe. Ni sasa tuchukue hiki kikombe, a good example. Labda tumekiokota pale nje kwa mtaro wa maji ambayo yako karibu na sinki ya kupigia mswaki na kutoa makozi, kimeanguka hapo. Sawa? Tufanye hivi. Si maji ni safi kabisa hii. Tukuje tumwage hapa ndani haya maji. Sawa? Alafu nipatie rafiki yangu Tina kunywa maji. Utakunywa? Will you? Kwa nini? Si maji ni safi. Kikombe ni nini? Sababu kubwa inayofanya dunia inatucheka mpaka leo ni kwa sababu hapo kwa usafi tumekataa kutia bidii. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kazi ya kukitakasa ama kujitakasa ni we mwenyewe. Maandiko yanasema kwamba anayejitakasa anaendelea kufanya nini? Kujitakasa. Katika nyumba kubwa kuna vyombo vingi vya dhahabu, vya fedha, vya chuma, vya mbao, vya udongo. Lakini mtu yoyote atakayejitakasa, inaweza kuwa ni ile ya udongo lakini ni safi, ndio itakuwa ya heshima. Na dhahabu itaachwa kwa maana haiko safi. Tuko sawa? Usafi ndio ambao unakusababisha kwamba kila wakati Mungu akufungulie nafasi za kibali. Alafu kibali hicho kinakusababisha sasa unaanza kupenya katika maeneo ambayo hautapenya kwa kuomba peke yake. Tunaelewana jamani? Na ndiposa haya maombi tunayoyaomba mwaka huu, kama Roho Mtakatifu atatusaidia, na mimi ninaomba atusaidie, sawa,
ili mwaka huu haya maombi tunayoyaomba, tafadhali yawe ni maombi ambayo yatakuwa sana ya consecration. Tunaelewana? Consecration is not a very smooth process, because as you are consecrating yourself, you have given permission to the Holy Spirit of God akuonyeshe mapungufu yako, madhaifu yako. Bwana sifiwe. And you should be very confident and very comfortable with the Holy Spirit of God. Akikwambia wewe ni muongo, useme mimi si muongo. Bwana sifiwe. Pastor Utina anasema kubali, mimi ni muongo. Akikwambia kwamba wewe mdomo wako unahitaji kuchomwa na kaa la moto, Bwana sifiwe, hajakutukana, amekusaidia. The church is very powerful, but it emits a very bad odor. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Walimwengu wakituangalia hivi wanashangaa, kweli na hili ni kanisa. Hiki ndicho kile kitu ambacho Kristo alikuja kukifilia. Bwana sifiwe. Asikiliza, hivyo vitu vinne vikiwa poa, Bwana sifiwe, kitu kingine ambacho lazima ujiombee ni amani. Na hii amani ni ile ya Kristo inayopita ufahamu wa mwanadamu. Ya kwamba mifuko haiko poa, lakini hauko anxious, you are at peace. Amen. A good example ni ule wakati ambapo kumetokea dhoruba kwenye bahari na wanafunzi wakiangalia wanang'ang'ana kuteka maji na kuyatoa nje, na wanapiga kelele, Pita akiwa pale, Bwana, kwani haujali ya kwamba tunaangamia? Kwa nini? Yesu amelala. Bwana sifiwe. Sasa mimi nilipata ufunuo hapo, nikiona Yesu amelala naenda kulala karibu na yeye hapo. Bwana sifiwe. Na maanisha nini? Ukimwona Yesu ametulia, na wewe tulia. Praise the Lord. Ni amani ya Kristo inayopita ufahamu wa binadamu itakayokufikisha mahali ambapo nao uta attain ile stillness of the spirit, that you can be still and know that he is God. That even when you don't see him working, you believe he is working, because he is God is upon your life. It is not happening now, but it is happening. Sawa? Bwana sifiwe. Utayafikia malengo yako ulionayo, utayafikia makusudi ya Mungu ulionayo. Ni mwaminifu alianzisha hii kazi, na hii kazi ni njema, kwa hivyo hawezi kuiachilia, ataifuatilia na aikamilishe. Every step of the way Christ is going to make sure that he's taking you throughout the road and the process. Amen. Bwana sifiwe. Now, stillness ama amani itakusababisha wakati Kristo haendi kasi, anaenda polepole, na wewe utaenda polepole. Usiharakishe. Mwambie jirani, usiharakishe. Usiharakishe. Ukiharakisha utakuwa anxious, alafu utakuwa disappointed. Bwana sifiwe. Hallelujah. The most powerful place of prayer, it's on the platform of let your will be done on earth as it is in heaven. So I want this, but is it the will of God for me? Bwana, mama amenipigia simu kutoka, mbona hujaniletea mchumba? Wewe binti na urembo wako wote, kwa nini hauolewi?
Bwana sifiwe. Unamwambia Bwana, unamwambia mama, nangojea wakati wa Bwana, nangojea wakati wa. Na wacha nikwambie, si Mungu amekumba mwanamke, si Mungu amekumba binti mzuri. Adam aliomba mke? Swali hilo. Adam aliomba? Alipewa? Utamini ya maneno wako. Anatengenezwa mahali na Mungu ili akikuja sikupige makonde. Saizi anapiga, saizi mikono yake anatandika, na ndio huyo. So Mungu anataka kwanza achukue time na yeye, amungoe masulumbumbu na masekete, ili akikuja kwako amekuwa mwanaume ambaye ametengenezwa na Mungu. Haleluya. Umefanya kazi kwa hiyo kampuni kwa muda mrefu, watu wamekuwa promoted, wewe hujakuwa promoted. Si ni mwaka wa utele? Si yako inakuja, yako inakuja, yako inakuja. Amani iko pale, matumaini yako pale, upendo uko pale. Let me tell you, mwaka huu usikubali hali yoyote ikakubadilisha ukawa kitu ambacho hupaswi kuwa. Wengine hasira si yako, ni hali unayopitia tu. Si ni kweli jameni? Imekubadilisha. Mwingine changamoto za ndoa ambayo labda your better half is not faithful. Unasema tit for tat is a fair game. Sasa unasikia si tit for tit, ni tit for. So tit for tat cannot be fair because one is tit, the other one is tat. Inaweza kwa hii tit, tuko sote pale. Inaweza kwa hii tit ilikuwa imelengwa na kama mtego na shetani, ili na wewe ufanye nini? Tat. Sasa tit hakushikwa na ujauzito, tat ujauzito unakuja. Tuko sote. Tit hakukutana na mwingine ambaye ni mchawi, tat ametumiwa mjumbe wa kutoka Marine Kingdom. Ukitoka pale amesiphon all your greatness, now you are walking empty. Now let me tell you, restoration, said the Lord, restore everything. No, begin by the things that you can bring them back in your heart. Sawa? Because tumeangalia the state of the heart determines what is going to come to you. Tuko sote jameni? Haleluya. Kukiwa na imani ndani ya moyo wako, na matumaini ndani ya moyo wako, na upendo ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Haleluya. Alafu kuna usafi, alafu kuna amani. Hiyo ndio inaitwa godliness and contentment. That is the highest value of life that a human being can live under the sun. Nakwambia, the highest one. Uko na hivi vitu vyote vitano, lakini hauna nyumba yako hapa Nairobi, hauna kazi kubwa bado. Ukitokea hapo kama uko na hivyo vitu vitano, umetoboa. Kwa nini nasema umetoboa? Jamani, leo dunia kama parapanda inapigwa, unaenda mbinguni na kuhakikishia. Hata kama una gari unaenda mbinguni. Bwana asifiwe. Watakaonyakuliwa si wale ambao watakuwa na fat bank accounts peke yake. Hata wale wamefuliza. But it is not your portion in the name of Jesus. Sema sitakopa, nitakopesha. Sasa ndio imani, sitakopa, nitakopesha. Ndio imani inakwambia hivyo, sawa? Imani inaita mambo ambayo hayako ni kana kwamba yako. Praise the Lord. Hivi vitu vitano vikiwa na wewe, maisha yako yako sawa. Hautakuwa na pressure, hautakuwa na chumvi, hautakuwa na sukari, hautakuwa na panic attacks, hautakuwa na anxiety. Bwana asifiwe. Hautakuwa na bipolar, ati kwa sababu hasira imekuja. Kwa jina la Yesu, come back to your place.
Hapo ni mahali pa wholeness, ambapo Mungu alikuumba na anataka uishi maisha ambayo ni maisha yako sambamba. Hakuna stress. Huyu mtu hajakubali kulimbikiziwa vitu na mashetani. Now, how do you guard your heart? How do you guard your heart? Moyo unalindwa. Psalms 119 verses 11. Anazungumza Daudi, anasema kwamba your word have I hidden in my heart that I may not sin against you. That I may not sin against you. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisikutende dhambi. Bwana asifiwe. Sasa nataka tuchambue hili neno la Mungu ambalo unaliweka kwenye moyo nini. Hili neno ni instructions, maelekezo. Hili neno ni maonyo. Bwana asifiwe. Maonyo, rebukes. Hili neno la Mungu ni mafunuo yanayoleta imani. Bwana asifiwe. Sasa neno linapokaa kwenye moyo, hili neno ndio ambalo litazaa hivi vipengele vitano nimekuambia hivi. Cha kwanza tumesema ni nini jameni? Imani. Pili tukasema ni nini? Hebu punga mkono wako, tuko sote na roho ya uzito kwa jina la Yesu. Nasema cha kwanza tumesema ni nini? Pili tukasema ni nini? Tatu tukasema ni nini? Ine tukasema ni nini? Yafunganishwa na nini? Mpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Sasa hivyo vyote vyatoka kwenye neno la Mungu, alafu na maelekezo mazuri. A good example, one of the things ambazo zinaweza kutumiwa kama a place ya kukuattack ama agent of attack. Bwana asifiwe. It is wrong associations. Wrong association. And then Napo, just to be cautious about that thing. What might be right unto you might not be right unto me. Tuko sawa jameni? Psalms chapter 1 verse 1 inasemaje? Blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly, who does not stand in the path of, nor sits in the seat of the scornful. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Determine the kind of people that are going to come close to you. And there are some people that you have to pray them out of your life. Some of them you have to speak them out of your life. Some of them you have to avoid them. According to Romans chapter 16. Romans chapter 16 verses what? Verses 17. Romans chapter 16 verses 17 to the pale. Now I urge you, brethren, not those who cause divisions and offenses contrary to the doctrine. Hii doctrine ni mafundisho, neno la Mungu, which you have learned. Alafu anasemaje pale? Avoid them. Simwaka Mungu akupatie hiyo neema ya kuavoid, akupatie hekima ya kuavoid. Bwana asifiwe. Akupatie hekima ya kujitoa from some conversations. Tuko sote jameni? From some association. Verses 18, tuangalie pale verses 18. Romans 16:18 inasemaje? For those who are such do not serve our Lord Jesus Christ. Kwa hivyo kama anasengenya huyo amtumiki Bwana Kristo. Bwana Yesu Kristo. But they serve their own belly. Hapo by their own belly, it is their own interests. Tuko sawa? Kuna watu wanaweza kusema amen na wewe Bwana sifiwe, amen, lakini ana malengo yake tofauti, si lile lako. Wewe lako ni kumtumikia Mungu, yeye ana malengo yake mwenyewe. Malengo yake ndio amechangia nini? Tabia yake. Tunaelewana jameni? Malengo yake anamsukuma atafanya vitu vingine because ako committed kuya achieve malengo yake.
Bwana sifiwe. Biblia inasema kwamba but their own belly speech deceives the hearts of the simple. So unaona ni moyo unafuatwa. Na kwa maana unataka kulinda moyo wako so that you are not going to be deceived. Ukinotice ya kwamba huyu mtu story yake haijawahi kuwa ya kujenga hata siku moja, mark. Bwana sifiwe. Ambe jirani mark. Sijui kama kuna kadhaa umewamark. Mimi nimemark. Nimemark katika mtaa wangu, nimemark kanisani. Sawa? Bwana sifiwe. Ambe jirani mark them. Now when you mark them now, mwambie Mungu akupatie neema. Hiyo ni neema by the way, and it can work. Neema ya kuavoid walenge. Jiepushe nao. Kwa maana hawa wamepatiwa kipawa fulani na sina Roho Mtakatifu, ni pepo. Sawa? Wana maneno myororo ama matamu. Sawa? Ameapackage well. Alafu hiyo conversation akija nayo kwako, ametarget moyo wako. Kwa maana pepo anajua hakuwezi, lakini akishika moyo wako amemalizana na wewe. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Some of you have been intended to live a very long life. Paka mwenyewe uchoke kama vile Yakobo, seme kwamba unaweza kumwachilia mtumishi wako aende na amani. Bwana sifiwe. Lakini kama hautauchunga moyo wako, you will die before your time. Na ugonjwa wa moyo, it is the reason, the main cause of premature death is the heart. The main cause. So mwaka huu mwambie Roho Mtakatifu akusaidie ili kufanya nini? Kulinda moyo wako kutokana na mawazo ya kipepo, kutokana na mahusiano ya kipepo. Bwana sifiwe. There are two major gateways, macho na masikio. Two major gateways to your. So hizo gate hakikisha kila wakati ziko nini? Ziko protected. Protect them. Sawa? Bwana sifiwe. Can you choose what to hear? Yes. You can choose what to hear. Can you choose what to see? Yes, you can determine what to see. Na wakati ambapo umeona vitu ambavyo sivyo, kwa maana pepo naye amevileta mbele yako, ndio hivi vimekuja ghafla umeviona. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Speak in tongues, edify your strength. Make sure kwamba geti yako umeiweka poa na moyo wako umeanza kuexpel vitu. The system of a human being has been created in this way, that we inhale oxygen and we exhale what? Carbon dioxide. Bwana sifiwe. Lakini ukinhale carbon dioxide, what will happen to you? You will die. Bwana sifiwe. So kama kuna carbon dioxide ndani yako, exhale leo katika uwepo wa Kristo. Exhale. Hebu simama kwa miguu yako pale ulipo. Simama kwa miguu yako pale ulipo. It's a broad one. Tumeifanya hivyo tu ili tuweze kuwa na wakati wa kuweza kuangalia mioyo yetu na kumwambia Bwana apeleleze mioyo yetu. Bwana sifiwe. The scripture says that the heart of a man is deceitful and desperately what? But you know, when God created man, his heart was not like that. There has to be a process for a pure heart ifike mahali ambapo itakuwa deceitful and desperately wicked. Bwana sifiwe. But the process can be what? Can be reversed. The process can be reversed. Bwana sifiwe. One, you have to identify. Si vile nimeongea umeidentify. Na kama moyo wako una ugonjwa, unajua uko na ugonjwa. I'm not condemning you. Bwana sifiwe. Kama moyo wako una ugonjwa, unajua una ugonjwa. Na kuna indicators kama moyo ni ugonjwa.
Na one of the major indicators ni kukosa amani. Tuko sote pale? Kwa maana amani yetu si kama ya duniani. Sisi tumepatiwa na Kristo amani, ya kwamba unaweza kuwa ni wakati wa usiku na giza, lakini tuko na amani. So amani yako ikiondokea, that is an indicator ya kwamba moyo wako umevamiwa na kuna kitu ambacho kinataka kuja kwenye moyo. Hiyo ni alarm. Ina blink na inapiga kelele, inakwambia your heart is being attacked. Praise God. Hallelujah. Now how do you excel carbon dioxide? Mambo ni vitu vibaya. Maandiko yanasema you confess your sins. You confess them. You confess them. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive. Bwana sifiwe. Hallelujah. So today as you begin to pray, utamwambia Mungu, kama moyo wako unajua uko na uchungu, Lord, my heart is bitter. Bwana sifiwe. Kama matumaini yameondoka na kuna wasiwasi, unamwambia Mungu, kuna kitu kimeingia ndani ya moyo wangu na kimeniletea wasiwasi. Ondoa chochote kisichopaswa kukaa katika moyo wangu. Na Roho Mtakatifu unapoendelea hivi saizi ataanza kuambia nyie tu. Hata sitakwambia utoke hapo. Ukiwa umesimama huko tu ataanza kuambia kuna hii izungumze. Hebu tunyamaze mbele za Bwana. I want you to speak with your mouth closed. Kidogo. 3 minutes, everybody. Close your eyes, bow your heads. Speak.